Yaani siku ya Pentekoste walikuwa wamekusanyika mahali pamoja, waliotoka kila miji na vitongoji, wakimungoja Bwana kupokea mapembeleo ya mbingu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa vizuri? Walikuwa kusanyika wapi? Pamoja. Walikuwa nyumbani kwao? Walikuwa wapi? Sehemu pamoja. Wanangoja nini? Wanangoja nini? Wanani? Sasa nataka niwaambie kitu kimoja. Kuna watu wanasikiaga habari za kutembelewa na Roho Mtakatifu, na kuna watu wanasikiaga habari za ujazo wa Roho Mtakatifu. Amina? Lakini kuna wengine hawazielewi. Inawezekana hawajawahi kufundishwa au wanakiwa hawajawahi kupokea. Amina? Lakini utaona tunajaza Roho Mtakatifu ili weje. Amina? Kwa sababu kuna watu hawajajaza Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie ni hatari. Sema ni hatari. Nataka kusema ni hatari. Rudia kusema ni hatari. Kwa mtu anayetazamia kwenda mbinguni asipojaza Roho Mtakatifu. Ni hatari. Naendelea kabisa. Mnaelewa vizuri? Mnaelewa vizuri? Kwa sababu imeandikwa asiyekuwa na Roho wa Kristo huyo sio wangu. Amen. Unapotaka kuongozwa na Roho na kutembea na Roho na kufanikishwa na Roho na kuongozwa na Roho, lazima ujazwe na Roho. Tutaiona kesho. Amina. Ndio faida ya makambi. Ukisikia habari ya makambi, ujue ni maagizo ya mbingu kwa ajili ya makusanyiko ya watu wake aliyowakusanya mahali ili aseme nao. Wakakusanyika mbele ya Yesu. Wakakusanyika mbele za Yesu. Sema wakakusanyika mbele za nani? Wakakusanyika mbele za nani? Mitume na wafuasi wote walikusanyika mbele za nani? Wakitafuta maarifa, wakitafuta usemi, wakitafuta maelekezo kwa Bwana wao Yesu. Wewe unatafuta maelekezo? Kwa hiyo tunapokuwa hapa tumekusanyika mbele za nani? Za Yesu. Sio mbele ya Charles. Charles ni mtumwa tu. Charles ni mtumwa asiyekuwa na nini? Na faida. Mnasema mbele za Bwana kupokea maelekezo ya kimbingu. Haleluya. Lakini tumekusanyika mbele za nani? Mbele za Yesu. Wakampa habari za mambo yote waliyofanya na mambo yote waliyofundisha. Ndio. Akawaambia, Njooni ninyi peke yenu kwa faragha, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwapo watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Unaona, walikuwapo watu wengi waliokuwa nakusanyika kuja mbele za Yesu, hata watendakazi. Kwa mfano, tunapokuwa nakusanyika kama hivi, kuna watu ambao wanawatumikia. Unajua kuna kambi kidogo, mnapokuwa hapa kuna watu wanabaki jikoni wanaandaa. Kuna watu wanashughulika na mambo safi. Kuna watu wanashughulika na mambo mengine. Amina. Amina. Lakini ikafika mahali Yesu akaonea huruma, akasema sawa. Wametumikia makusanyiko na makambi yake. Hebu angalau njoo mpumzike kidogo. Amina. Lakini wakati wanatakiwa kupumzika, watu ndipo wanazidi kuhurumika kwa nani? Nyinyi mna neema. Kesho jioni tunamaliza, si ndio? Mnaruhusiwa kuondoka. Lakini kwa Yesu wengine walikuwa waondoke. Akiwaambia nenda, wakasema hatuondoke. Tuondoke twende wapi? Maana kwako kuna nini? Kuna neno la uzima. Haleluya. Sasa Yesu anafika mahali mpaka aelewe, si ndio? Hao watu wanakusanyika, hata nikiwaambia waondoke wafanyaje? Hawaondoke. Sasa alichokuwa anakifanya, anawachomoa wale watendakazi. Sasa wakibaki hapa bila huduma, bila shaka watafanyaje? Wataenda na wachomoa watendakazi wa mbedo. Njooni mahali pa asili angalau mkapumzike kidogo. Manake ni kweli mwatumikia watu hata mpata nafasi kidogo. Akidhani ya kwamba pengine watu watafanyaje? Wataondoka makwao. Wakisikia ameenda magharibi na wao wamo. Kwa hiyo Yesu alikuwa na makusanyiko ambayo na utaratibu, wala hayatangazi, si ndio? Habari zake zilikuwa zikisikika, watu wanakusanyika. Sasa kwa sababu ni Mungu na ni mwenye huruma, anawaonea huruma, anawafundisha usiku na akiona hapo imetosha, anaacha nao. Na wakati hapo hakuna bajeti ya chakula wala hakuna bajeti ya malazi.
Mtu amekuja bila alivyo, anaketi mbele za Yesu siku 3, lakini ndivyo alivyopokea neema, ndivyo alivyoinuliwa, ndivyo alivyobarikiwa, ndivyo alivyomwona Mungu. Mpe Yesu makofi mengi. Uko hapa mbele za nani? Za Yesu. Upokee majibu yako, upokee furaha yako, upokee matokeo yako, upokee ushindi wako, upokee mema yako. Sikuelewa hilo, unaona uko kupoteza muda. Lakini waliojua hiyo waliamua kusimama mbele za nani? Za Yesu, ili wahakikishe wanapokea wanachokitaka. Uliza tena mwanamke aliyeshika pinde Yesu, wakusanyika alikuwa ni nini? Mpaka wanafunzi wanamwambia hivi, wewe unasema kuna mtu alikugusa. Hadi umati wote unauliza tena aliyekugusa nani? Wakati wote wanakusoma lazima hapana. Kuna aliyenigusa. Kuna aliyegusa nguo yangu. Tuko sawa? Maana yake yule aligusa kwa sura nyingine. Hata kama watu wananisoma, lakini kuna aliyenigusa. Maana yake yule aliamua kutoka moyoni na ikamata nguo ya Yesu kwa sababu nataka uponyaji wa Yesu. Hii inaonyesha kiwango cha mioyo ya mtu aliyefunguka, kwamba nimekuja hapa, nataka kabla sijaondoka lazima nimpate Yesu, na natakiwa niponywe na Yesu. Siondoki na tatizo langu hapa, siondoki na shida yangu hapa. Kama nimetembea nayo imetosha, lakini nataka nihakikishe Yesu anaondoa shida. Makinika, tunasema slide. Nimeambiwa dakika chache wakati najiandaa kutokana kwenye CBC, na ilikuwa kwenye ratiba na sikupewa kabla. Nikajua kuna mguso wa maisha ya watu. Mungu anataka kuondoa upendeleo. Sasa jiandae, utaguswa kwa sura ipi? Moyo wako umezamilia nini? Mkono huu mnaouona mnaweza mkauona wa kawaida mnapolikuta kama chukuma hivi, lakini Bwana anapomuunganisha na mkono wake huwa ni patashika. Wanaofahamu wanaelewa. Amina. Huwa ni kindi vingine, na ndio maana wakati mwingine nazuiliwa kwa kugusa watu. Wale waliozuia mikono yao, waliozuia makongamano na makambi na sehemu mbalimbali huko wameona. Jana mmeona tu ni wagusa watu kwenye macho, watu wamepura macho yao. Amina. Kwani nilichukua muda mwingi. Inafika mahali nazuiliwa hata kumpa mtu mkono. Kwa hiyo nikutahadharisha, ukija siku moja unanipa mkono sijaupokea, useme mchungaji siku hizi vipi? Wakati mwingine nazuiliwa. Na tamaduni zetu za Kiafrika, mtu unaomba kusalimia watu kwa nini? Sasa wakati unanikuta kwenye maonyo, usishike watu mikono kwa sababu naachia nguvu yangu hapa. Ilikuwa ni Nirumala ule kwenye mkutano wa kwanza kabla wa juzi. Walikuwa kwenye kiwanja pale ambapo Bwana aliruhusu mvua.